Na hujambo na karibu. Leo hii nimefika guu moja guu pili hadi katika chuo kikuu cha Kibabii ambaye nimekutana naye profesa ambaye tumekuwa tukizungumzia masuala ya wanafunzi, changamoto ambazo zimekuwa zikiwakumba baada ya kurejea kwa wahadhiri hapo shuleni. Na mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, nilivyokuwa nimekuambia awali kwamba tutakuwa tunazamia zaidi kujua hali pale shuleni imekuwa vipi, na leo hii niliposema kwamba na mgeni wetu ambaye kabla sijasema mengi maybe nitampa nafasi ajitambulishe kwa hadhira, maybe mjue na atakuwa tunazamia zaidi kwa Asante sana Bwana Jared. Jina langu ni Profesa Barak na mimi nakaa sehemu za Bungoma. Shukrani sana Profesa Barak. Umesikia ni Profesa Barak tokea maeneo ya Bungoma. Na maybe Barak, tukianza ni kwamba wewe umekaa yale maeneo karibu na chuo kikuu cha Kibabii? Ndivyo, nakaa katika hizo surroundings. Na maybe nikikuuliza kwamba Profesa Barak ni nani, maybe wakujue, manake jina tu haliwezi kuwa linasema mengi kuhusu. Okay, Profesa Barak ni mtu ambaye yuko situated katika Bungoma County na anashughulika na tasnia ya wanahabari na pia masuala ya mental health. Na kama mmesikia kwamba amesema yeye ni profesa, na kama anakuwa profesa yeye anajihusisha na masuala ya afya, yani mental health, na pia yeye ni mwanahabari. Na leo hii ni siku kuu, maana yake tumekutana na mwanahabari na pia ni profesa na pia ni anajihusisha na mambo ya afya. So maybe profesa, nikiuliza kwamba umesema unatokea hapa maeneo ya Bungoma karibu na chuo kikuu cha Kibabii, huenda umefanya utafiti, umeona kwamba baada ya wahadhiri kurejea shuleni, kuna wanafunzi ambao wamekuwa na ule mshikiki ama wamekuwa na wakipitia changamoto kuhusiana na madarasa, kuhusiana na muda ambao umewekwa baada ya wahadhiri kurejea shuleni. Ndivyo kabisa. Katika research zangu around chuo kikuu cha Kibabii, kuna mambo ambayo nimekuja kuyagundua ya kwamba kuna zile pressure ambazo wanafunzi wanazipitia, kwa sababu unapata kwamba kuna the limit ya darasa inakuwa 2-3 hours, lakini after strike imeisha imesongeshwa mpaka 4 hours. So unapata kuna zile struggles ambazo wanafunzi wanazipitia kujaribu kutathmini na kutosheleza haya masaa manne wakiwa wamekaa katika darasa. Na pia kuna changamoto nyingi kama wanapitia hamna pesa, hakuna chakula cha kutosha, misongo za mawazo na mambo mengine ambayo wanapitia hasa after strike. Na maybe umesema kwamba kuna yale masaa ambayo yaliongezwa. Kivyako kama profesa, ona kwamba hayo masaa mengi yaliongezwa, maybe masaa kama 4 hivi kwa mwanafunzi, ona kwamba ni sawa ama anaumia kwa upande mmoja mwingine? Kulingana na mimi nitasema ya kwamba si sawa, kwa sababu concentration ya mwanadamu awaye yoyote yule inachukua 120 minutes. Hiyo ni 2 good hours. So ukiweza weka mwanafunzi masaa 4 katika klasi ya kwamba unamfundisha, concentration ya huyu mtu itaenda 2 hours peke yake, na unapata kwamba masaa mengine yale mawili ya juu inakuwa ni mhadhiri anajiongelesha peke yake, na tunapata kwamba there is a lot of loss and gain. Umesema kwamba hayo masaa kuna venye yanawaathiri wanafunzi kwa njia moja au nyingine, na wewe pia umesema wewe ni afisa wa sekta ya afya, maybe umekuwa na wanafunzi ambao wanakuambia kwamba wanapitia changamoto hapa na pale? Ndivyo, kwa sababu unajua ile kitu, kuna kitu tunaita irritability, na ni kujaribu kutaka kujiassociate na new changes ambazo zimetokea, kwa sababu wakati ule ambapo ulikuwa umezoea kufundishwa for 2 hours, then all of a sudden wamebadilisha to 4 hours. So that process of irritability inakuwa ngumu sana, ambapo inaanza kusababisha msongo wa mawazo. Kwa hivyo nimeweza kuinteract na wanafunzi kadha wa kadha ambao wamekuwa wamekuja katika ofisi yangu, wananiambia profesa, tunapitia haya na haya na haya, kwa sababu tumepata msongo wa mawazo, hasa after tumeongezewa muda, time limit to 4 hours and 2 hours ambayo hatuwezi kuimudu. Natumai kwamba uliwasaidia na wanaendelea na masomo yao sawa. Tumekuwa able kuwasaidia. Na maybe kwa government, wewe unaona ni government the action that they took, hiyo hatua ambayo walichukua ya kumaliza hiyo ilikuwa strike abruptly na wanafunzi kurejea, waona kwamba
walifanya jambo la maana kuweka wanafunzi, manake kulikuwa na memo ambazo zilikuwa zimetoka wanafunzi waende nyumbani katika chuo hiki cha Kibabii, na kwa njia moja kuna wale wanafunzi ambao hawakuwezeshwa kurudi shuleni kwa muda uliofaa, na maybe pia upande wa transportation, usafiri pia iliwaathiri kwa njia moja au nyingine. Ndivyo kabisa, kwa sababu naona initially serikali ilikuwa imepropose ya kwamba itapeana 3.7 billion alafu 3.7 billion baadaye, lakini kukawa na ile reluctance kwa lecturers, ambapo ikajulikana, kila mtu akajua shule zitafunguliwa tena Januari, ndiposa kukaanza kutolewa memo za wanafunzi kwenda nyumbani. Kisa baadaye wakishaenda nyumbani muda mfupi tena strike ikamalizwa kule jijini Nairobi, ambapo it is quite unfair, kwa sababu si kila mzazi ako capable ya kumudu hizo gharama zote to and fro, back and forth now and then. So unagundua ya kwamba kulikuwa na athari kubwa sana ambazo zilitokea na kumalizwa kwa hiyo strike, na ile jukumu au ile mustakabali ambao ulichukuliwa na serikali mpaka saizi haujatimizwa, kwa sababu jana tumeona ya kwamba tena wahadhiri wanatishia kurudi katika mgomo mnamo Januari, ambapo itakuwa very very unfair tena kwa wanafunzi ku experience the same things. Naam, itakuwa unfair, na maybe kwa mwanafunzi maybe kwa sasa huenda bado hajatulia, akili hazijatulia, anafikiria maybe tena wahadhiri wakienda katika mgomo pia mambo yatakuwa vipi, na maybe mwanafunzi pia tangia haja hapa masomo hayajakuwa kawaida. Maybe tu kama jinsi ambavyo umetuambia kwamba wewe ni daktari, maybe ajichukulie kivipi, ajikubali, atulie, asome ama afanye kivipi? Kama upo katika shule, you are mandated kusoma, so you have no objection, lakini ukubali kusoma, kufanya kile ambacho kilikupeleka kule ambacho ni kusoma. So iwapo hakuna hizo interferences, ni ombi langu kwa all the students wajikaze, wajitie, they should up their game and ensure that they're in class and they're doing what is supposed to be done. Yeah, thank you so much. Na kutoka katika runinga yetu ya Kibu nimekuwa wako Jared Onyango.